Eroreri FM show ke omode ndĩrenda twarĩrĩrie siasa cia kĩrĩma na nataka tuzungumzie siasa za eneo la Mlima Kenya na ndĩrenda twarĩrĩrie the relationship kana ngwatanĩro ya President William Ruto na munini wake kawe Deputy President Rigathi Gachagua. Tiga inde mwĩre ithuothe harĩa twĩkarĩte thaa ici nĩ tũrorete na tukona atĩrĩrĩ ati President William Ruto na Rigathi Gachagua matirĩ in good terms. Ni tũrorete na tukona ati President William Ruto ni ara align it as in anamweka nje ambaye ni mdogo wake naibu rais Rigathi Gachagua. Siasa na ngucanio nene ĩrĩ gatagatĩ ka President William Ruto na Rigathi Gachagua. Gĩtũmi kĩnene kĩa kũgĩa na ngucanio na sitofahamu gatagatĩ ka President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua nĩ thutha wa Rigathi Gachagua kwambia siasa cia gũtuĩka kingpin wa kĩrĩma. Nataka kidogo tukae chini na tuzungumze. Nataka tuelewane kidogo. Kwa sababu siasa za eneo la Mlima Kenya ni siasa ziratuhusu ithuĩ ta Agĩkũyũ, ithuĩ ta Meru, ithuĩ ta Embu, Tharaka Nithi na watu wote ambao wanatokea katika eneo la Mlima Kenya. Nataka tukae chini tuzungumze. Kwa sasa ukipata kuangalia siasa za mlima na jinsi ambavyo zinaendelezwa, utakubaliana na mimi kuna sitofahamu ambayo imeweza kujijenga katika eneo la Mlima Kenya, haswa katika uhusiano wa Rais William Ruto na mdogo wake Rigathi Gachagua. Je, ni nini haswa kinaendelea? Mtaniruhusu niweze kuwachambulia. Natika ide mwire kwina ngucanio nene muno gatagatĩ ka President na munini wake Rigathi Gachagua, na arĩa tuthiĩte rĩ kwina a very high opportunity na kwina nafasi nene muno ya gũtuĩka andũ aya nĩ magũtuĩka thũ ta ũrĩa President Uhuru Kenyatta matuĩkire thũ na munini wake William Ruto kĩrĩ thirikari ya UDA, kĩrĩ thirikari ya Jubilee I mean. Gĩtũmi ndĩrauga ũũ nĩ atĩrĩrĩ, ũkĩrora thaa ici rĩ kwina division nene muno kĩrĩ kĩrĩma kana kĩrĩ mwena wa Mount Kenya kuri andu aria mara support siasa cia munini wa President kawe Rigathi Gachagua na kuri aria mara support President William Ruto. Tiga inde mwire kwina a very high likelihood ati andu aria mara support mara support President William Ruto ri ni andu aria marona hati kwina nafasi nene yao gũtuĩka atĩ nĩ makũrehe mũndũ ũngĩ ũrĩa ũkĩreplace Rigathi Gachagua mwaka wa 2027. Na tiga inde mwire Rigathi Gachagua kĩndũ kĩrareka mwena wa Mount Kenya nĩ atĩrĩrĩ, arenda gwĩbanga mbere ya siasa cia 2032 tondũ Rigathi Gachagua anangoja na naamini ya kwamba mwaka wa 2032 ya kwamba Rais William Ruto atakapoondoka, yeye ndiye anapaswa kuwa akipata kuwania kiti cha urais kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na naamini ya kwamba President William Ruto anapaswa kumuunga mkono. Tiga inde mwire Rigathi Gachagua niekire undu wa kiupuzi muno aria ambĩrĩirie bara na President Uhuru Kenyatta na are gwĩka mistake ĩrekire nene ya kũruma Uhuru Kenyatta na kũruma mami wa Uhuru ri na gũthiĩ na mbere kũrũa na family ya Kenyatta. Ĩyo nĩyo mistake ĩra mũndũ ũyũ ekire, na rĩu nĩ aikarire thĩ akĩrora na akĩrealize atĩ niĩ ndamekire makosa haha ndasupportire mũndũ ũyũ na mũndũ ũyũ kiundu kiria atekire ri ni ati ndarugamire akiuga ati nie ni agu support mwaka wa 2032 ngirwira giti kia president. Mistake ĩrĩa Ruto ati ũmba gwĩkania atĩrĩrĩ, Ruto ati ũkĩrwo mũthĩ akaiga ati nie nĩ choose another deputy president wa kũvai nake mwaka wa 2027. Asa Ruto atikigeria undu ucio tondu nioi undu ucio au ni agwika political assassination.
makosa Ruto hawezi fanya. Hawezi amua kuamuka leo amchukue Ndindi Nyoro kama mwaniaji wake wa naibu wa rais mwaka 2027. Hawezi, kwa sababu anajua that is a political assassination. Atakuwa amejinyonga yeye mwenyewe. Todo how ni ako lose popularity yake Mount Kenya. Ni ako prove to the people of the Mount Kenya region ati nieta President William Ruto demo do take ubago ki promise yakwa ati modoyo daigire negurugama nake until 2032, lakini omothe ni daiga ne gose jiakiri na dayo kia modogi wa kurugama nake yete kia deputy president. Euni mistake ya President William Ruto ategeka, lakini kuna kitu Ruto atafanya. Ruto ana mipango. Kumbuka katika eneo la Mlima Kenya ukiangalia kwa sasa siasa zimejigawanya mara mbili. Kama jinsi ambavyo nilisema, kuna wale ambao wanamuunga mkono naibu wa rais na kuna wale ambao wanaunga mkono William Ruto. Wale ambao wanamuunga mkono William Ruto ni ikiwemo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, kuna Kimani Ichung'wah, kuna gavana Anne Waiguru na kuna wabunge wengine tofauti hapa ambao wanamuunga mkono naibu rais William Ruto. Alafu ukija kwa wale wanamuunga mkono Rigathi Gachagua, utagundua watu kama Moses Kuria wanamuunga mkono Rigathi Gachagua. Watu atakana kwamba kuna vita baina ya hawa wawili wote wakiwania nani atakuwa kingpin wa siasa za eneo la Mlima Kenya. But if you look closely utarealize kwamba kuna kahusiano, kuna the way President William, kuna the way Moses Kuria ana support agenda za ambazo zinaletwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Alafu kuna watu kama tuliona gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga na wengine magavana ikiwemo gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata. Now nataka tuongelee siasa za eneo la Mlima Kenya. Gachagua aliingia kwa coalition ya Kenya Kwanza akiwa ana chama. Yeye alikuwa kwa chama cha Jubilee ambacho ni chama kiliongozwa na Uhuru Kenyatta. Lakini yeye hakuingia hapa wakiwa na any agreement na President William Ruto ya kwamba mimi nitakapokamilisha siasa zangu nitakuunga mkono. Acheni niwakumbushe siasa za Jubilee mwaka 2013, kwa sababu Ruto alikuanga na agreement. Ruto alikuwa na chama chake cha URP, Uhuru alikuwa na chama cha TNA, na wawili hawa walikaa chini wakaandika mkataba ambao wote walitia sahihi ya kwamba wewe Uhuru utaanza kama rais, utawania kiti cha urais, utaongoza miaka 10, mimi nitakuwa mdogo wako ama naibu wako wa rais. Ikipita miaka 10, mimi nitakuwa nikiwania kiti cha urais. Na kila wakati Uhuru alipokuwa akiwania kiti cha urais, alikuwa akisimama jukwani na akitoa maneno yake, anasema mimi naongoza miaka 10, atafuata ni William Ruto naye tutampa miaka 10 aongoze. Lakini wacheni niwakumbushe, hakuna mkataba kama huu uliandikwa na serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu Gachagua aliingia kwa muungano wa Kenya Kwanza bila chama. Chama cha UDA ni chama cha Rais William Ruto. Tunaelewana? Chama cha UDA ni chama cha Rais William Ruto, si chama chake Gachagua. So Gachagua has no say. Hakuna mkataba. Lakini ukumbuke watu kama Mudavadi waliingia pale, Mudavadi akiwa ndio kiongozi wa ANC, akasema ya kwamba mimi napewa hii mkataba ndio na saini ndio niondoke katika chama cha ANC. People like Moses Kuria alikuwa na chama chake, Alfred Mutua Maendeleo Chapchap walikuwa na chama chake. Watu wengi walikuwa na vyama vyao ambavyo waliviweka kando kwa ajili ya kuingia katika muungano wa Kenya Kwanza chini ya umbrella moja ya UDA. Lakini Gachagua hakuwa na chama chake, meaning hakuna mkataba ulioandikwa. So ndio maana hata katika siasa za mwaka 2022 hakuna wakati alisimama Rais William Ruto akasema mimi naongoza miaka 10 alafu miaka 10 nampa Gachagua. So Gachagua has no political mileage. Ukumbuke ujamaa aliokotwa akiwa one term MP na kuweza kuwekwa katika cheo kama naibu wa rais. So Ruto alikuwa anachagua mtu ambaye hata kuja kumpa shida siasa za mwaka 2032, 2032. Ruto can never, and I assure you that, hawezi simama nyuma ya Gachagua. Ndio maana nawaambia saa hii
katika eneo la Mlima Kenya kuna young chums ambao wanakuwa formed. Kuna wale ambao Ruto anawajenga kisiasa, na ndio maana hakuweza kumtoa Ndindi Nyoro katika kiti an elective position yake kama mbunge na kumpa kiti kama CS. Hakufanya hivyo kwa sababu aliona there is a high possibility Ndindi Nyoro kuweza kuja kuwania kiti cha urais mwaka 2032. So that's why Ruto never made Ndindi Nyoro kuvai, akumfanya ampe selective position kama CS ama PS. No, he never did that because he knows that he is coaching somebody to replace him, not Gachagua. Na udoyo Gachagua arari mundu utari na hakiri, araikarite hau eterere ati nie agenda ciakwa ciothe President William Ruto ni agu support nie, tondu niwe wokire akijira ni arenda nie nduike DP wake. Lakini saa hii Gachagua amerealize, unajua ni aje, mimi nauliwa kisiasa, I'm being politically assassinated, so what can I do? Nianze kujenga mahusiano yangu na eneo la Mlima Kenya. Na ndio Gachagua alienda aka-apologize kwa nani? Kwa Mama Ngina Kenyatta na the Kenyatta family at large, akiuga atiriri ni ndirenda tuikare thi tunywe shahi, dute ng'ombe kana dute dewo, niseme pole, kwa sababu aliona mimi nilikuwa nadhani niko na watu wazuri, kumbe wananimeza, wananimaliza. Ndio maana nawaambia siasa za eneo la Mlima Kenya si mchezo nani. Na Gachagua mahali ambapo anaelekea, asipojipanga mapema atakuwa amemalizwa kisiasa. Na acha niwaambie, Rais William Ruto akuwa amempea authority Gachagua ya kwenda apologize to the Kenyatta family. Gachagua did that on his own. Na hapo ndipo ni moja kati ya vitu ambazo zilimghadhabisha sana rais. Huyu alikuwa ni adui yetu sisi wawili, mbona uende muombe msamaha? Meaning we are bowing down to him, and yet tumekuwa tukisema he destroyed the government before we came in. Lazo sapa uguo niguo ndrarora, na ndramwira kiririmbi nikirathie na mbere gutitimuka kirimaini. Kuna moto unawaka mlimani Mount Kenya, muwe tayari. Siasa za 2027 si eti zitakuja kuanza, zishaanza, na muwe tayari. Ukumbuke Gachagua akiwa kule katika bonde la Ufa majuzi alisema kwamba muache kupanga siasa za mwaka 2032 eti nani atachukua kiti cha urais. Hapana, muache hilo, mimi ndiye nitaongoza. Na Gachagua alifanya mistake moja sana, akamwattack Oscar Sudi, right hand man wake President William Ruto, akamwattack Mudo wekaine Farouk Kibet, personal PA. This is the president's gunman. Huyu ndiye mtu ambaye amesimama na kujenga political portfolio ya Rais William Ruto tokea 1992, kutokea 1997 Ruto alipoingia kitini kama mbunge wa Eldoret North. He knows, he trust Ruto trust Farouk Kibet more than he trust his wife. That's what I'm saying. Kama jinsi ambavyo kulikuwepo na watu katika serikali ya Moi alikuwa na Nicholas Biwott, the total man. Rais mzee Jomo Kenyatta alikuwa na mtu anatambulikana kama Mbiu Koinange. Alimtrust, alimwamini Mbiu Koinange kuliko alivyokuwa akimwamini mkewe Mama Ngina Kenyatta. Hapana. So nakwambia Rais William Ruto anamwamini Farouk Kibet kuliko anavyomwamini mkewe Rachel Ruto. So I'm telling you, ukimwinda Farouk Kibet, that is a direct attack to the president. Hiyo ni kuweza kumwendea kinyume kabisa Rais William Ruto, na rais hawezi kusamea kwa hilo. So Ruto atomsamea, anafanya kila awezalo kuweza kuangamiza the political character ya mudu akiheo wira wakorwo na njohi, alafu anaenda anafunga Meraha, anapeana authority ya kufunga Mogoka na Meraha.
This is a product ambayo imetumika na watu wa eneo la Mlima Kenya na ni biashara ya Meru County. Nikukumbushe Meru County ina about 50% of the Mount Kenya votes. Meru County na Embu County, kwa sababu Mogokawa toka Embu County na Meraya toka Meru County. So Gachagua amepiga hawa watu, amefanya hii Merai ikafungwa wakati rais yupo wapi? Yupo Marekani. Rais kukuja ndio ile bani imeondolewa. So hiyo ni kazi Gachagua amejitia kamba shingoni yeye mwenyewe. I'm telling you. Hii siasa za Mlima Kenya tunapaswa tukae chini kama watu waelevu, tukae chini tuziongelee na tufafanue kile ambacho tunakiona ni cha kweli hapa. Wewe mtazamaji wa FM Showcase, nikuulize tu, ukitazama kwa jicho lako la tatu unaona nini hapa? Achia maoni yako kwenye comment section. Tuungane katika video zetu zijazo. Mimi ni FK Mwenda.